Naam, mimi naitwa Seif Salum Mwera, ni mkazi wa Chanika. Tusikitike sisi kama wazazi, kama wakazi, kama wananchi, tusikitike kwa tukio ambalo limetokea la tarehe 29, kwa sababu na mimi ni mmoja ambaye niliathirika kwa lockdown na familia, lakini hizo siku 6 zote hatukuweza kufanya shughuli zetu za biashara. Tuliathirika, unakwenda dukani unapata nyanya shilingi 1000, unaenda Gongo la Mboto huwezi kwenda, unaambiwa hurudi. Kwa hiyo hali ilikuwa si nzuri, alafu baadhi ya wananchi walikuwa ndani wanalalamika, na wengine hali zao za kimaisha zilikuwa si nzuri. Unajua tuna watu ambao tunategemeana kimaisha, maduka yalifungwa. Kwa hiyo hali hatukuizoea. Kwa hiyo ndugu mwandishi, mimi nadhani jambo hili sisi hatukulizoea kama Watanzania, lakini tuahase, mimi pamoja na kuahasa vijana, lakini ni wahase wale ambao wanachochea vijana, kwa sababu unajua vijana kama vijana ni watu ambao wamelelewa kwenye taifa la Tanzania na wanajua mazingira yetu na wanajua maisha yetu. Lakini wapo watu ambao kazi yao wao ni kuchochea, kuona kwamba amani yetu tuliyokuwa nayo kwa muda mrefu wanaona kwamba ni amani ambayo imekuja tu kiajabu ajabu. Hapana, amani hii imeenziwa na wazazi wetu tokea enzi na enzi. Kwa hiyo hawa mimi specific hawa watu ambao wanachochea amani, hawa watu wanaowachochea vijana ni watu wenye akili zao timamu, ni watu wenye shughuli zao, ni watu ambao wanaelewa. Kwa hivyo mimi nadhani ndugu mwandishi, tufike mahali hili jambo lisijirudie, kwa watu wenye akili timamu lisijirudie. Kwa hiyo sisi na vijana wetu, mimi nadhani sisi watoto wetu tuwaelimishe, lakini mimi nadhani jambo hili lisijirudie tena. Tusifuate mawazo ya kusikiliza, lakini mimi nadhani ndugu mwandishi, hili limekuwa funzo na tumuombe Mwenyezi Mungu, kwa sababu bahati nzuri mashehe nao watumishi wa dini ya Kikristo ambao ni wachungaji na maaskofu, bahati nzuri wanaendelea kuliombea taifa hili tena baada hayo. Kwa mimi pia niwashukuru sana nategemea kwamba Mungu atusaidie kwenye ardhi yetu ya Tanzania.